Na ndipo maana sasa huyo mtoto mama anakuwa amejiandaa kumlea kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tofauti na mzaliwa wa pili, mara nyingi wanaume wa baba wengi wanakataa, wanasusia kulea mimba ya mzaliwa wa pili. Kwa nini wanakataa? Kwa sababu hawakuwa tayari kupokea taarifa ya kwamba mama ni mjamzito. Kwa hiyo mama anaanza kuilea mimba ile kwa uchungu, anailea kwa hasira, anailea ile mimba yani kana kwamba hana mume, kana kwamba amezaa na hawala, lakini wakati wamezaa na mwanaume ambaye ni mwanandoa mwenzake. Na kwa sababu hiyo sasa mtoto wa pili anajikuta anakutana na vikwazo vingi vya kukataliwa. Hata tu yeye sasa anakuwa hana upendo, hapendwi na baba, hapendwi na mama. Na ndio maana nafika mahali anakuwa ni mtu anatengenezewa hasira tangu tumboni mwa mama yake. Kwa nini? Kwa sababu mama anapoanza kulea ule ujauzito, huku kumbuka yale maneno aliambiwa kwamba kwa nini umeruhusu kupata ujauzito sasa. Lile neno mama linakaa, kwa anaanza kuendelea kumhudumia huyo mtoto, wakati huo lile neno liko ndani. Kwa hata kidogo tu baba nazila kuhudumia, na kwa hiyo mama anaanza kuhangaika peke yake kuhudumia. Kumbuka huko anahudumia katoto kengine ni kadogo, lakini huko ni mjamzito. Kwa hiyo mabishano hayo yanamfanya mama kila anachokiwaza na kuwa na katika hali ya hasira sana. Na akiwa na hasira sana, kumbuka mtoto anaishi kule ndani tumboni kwa mama, kupitia vile anavyokula mama, kupitia vile anavyokunywa mama, kupitia vile anavyofikiri mama, vile anavyotenda mama, ndivyo anavyoishi mtoto kule ndani. Kwa hiyo ikiwa ujauzito umekuja wakati ambao mama hakujiandaa, ndivyo hivyo mtoto atakavyoishi katika mazingira hayo kule ndani. Lakini mzaliwa wa tatu, yeye mama anakuwa amejiandaa, na ndio maana wanakuwa ni watoto wapole mno. Mzaliwa wa tatu pamoja na upole, lakini pia anakuwa ni mtoto pendwa sana na mama. Huwezi kumbandua kifuani kwa mama yake mzaliwa wa tatu. Kwa nini? Kwa sababu upendo ule mama